alifia njiani. What made her to die? Alichukua miungu ya babake. Babake akaja akamfuata, akatafuta. Jacob akasema mwenye ako nayo akufe. Rahel alikuwa mwerevu, alikalia miungu ile. Akaambia babake, niko kwa siku zetu za mwanamke, desturi ya mwanamke. Hakukumba amekalia miungu. Baba akaangalia kwa mema yote, babake akarudi. Kwa sababu kiapo kimekwa mwenye ako na miungu ya babake afe, basi Rahel alikufa. Kuna kitu kimeondoka kwa maisha yako, nataka ukubali na uachilie kimeondoka. Mungu alijua. Mungu alijua. And he has equipped you. God has empowered you. Mungu amekupa nguvu, ndio maana kitu fulani kiliharibika. Maisha yako ikipewa mtu mwingine hawezi. Chenye umepitia mtu akipewa tu hata siku moja hawezi. Huwa naambia watu, mimi maisha yangu hata nikikupea siku moja, you can't handle. You cannot. You cannot. For instance, yesterday nilikuwa mbali sana. Leo niko hapa saa hizi. Saa 3 na natakana niko Mumias doing a serious agreement, land transaction. Leo nikitoka niko na kesho niko na ibada. Schedule iko very tight. Monday natakana nikuwe Lugari shuleni kwa mtoto. Tuesday Mungu akipenda na safiri. Na hata hivyo jana nimerudi asubuhi mapema kutoka Nairobi. You see, na mambo ambayo inanidai ni mengi. So mtu ataona kwamba unafikiria kwamba uko vizuri, unateseka, unapitia magumu, hulali, umechoka. Maisha yako ni yako. Songa mbele. Songa mbele. It's hard to be you, I know. It's hard to be you. Mtu anaweza fikiria kwamba fulani ako vizuri, fulani ako vizuri. Chenye ulipitia Mungu alijua. Amekupea nguvu. Beba mizigo zenye unapitia. Pitia machungu yenye unapitia. Sikiza, harakisha kuzika. Ukishazika songa mbele. Uko kwa safari. You have a lot to do. You have a lot to achieve. Uko na mambo mengi ya kufanya. Uko na mambo mengi ya kufanya. Songa mbele. Songa mbele. Hatutakaa mahali tunaota vitu fulani. Na siko ubaya. Siku moja nilikuwa na rafiki yangu alipoteza mke wake. Huyu mtu walikuwa wanatafuta mtoto miaka mingi hawakuwaipata. Na alikuwa anaishi nje, alikuwa anakaa Nairobi. Basi alipofiwa mke wake akaacha kazi, akasema nitarudi nyumbani. Siku 7 za kwanza huyu mtu alikuwa analala kaburini, halali kwa nyumba kwa sababu amepoteza mke wake. Yes, it is painful. I've ever passed through it, I know. Yeah, it's a part of you that has left. Mtu mwenye mmezoeana has gone. It's very painful. Alilala nje siku 7. Anakaa kwa kaburi, anasema nitalala hapa, mke wangu ako hapa ndani. So one of the fine days, after 7 days, akarudi kwa nyumba kwanza kutafuta documents 1, 2, 3, labda apate vitu ambavyo mke wake alikuwa navyo. Alipoangalia akafunua drawer, akapata dawa nyingi za ajabu zimeandikwa Femiplan. Huyu mtu akabeba hizi dawa nyingi, akaita rafiki zake, akawaambia kwani mke wangu alikuwa mgonjwa na mimi sikuwahi jua. Watu wakamwambia hapana, hizi ni dawa za kupanga uzazi, na amemeza nyingi na nyingi zimebaki. Akauliza, za kupanga uzazi? Anapanga uzazi na tumekuwa tukitafuta mtoto. Anapanga uzazi na nimekuwa nikiishi mbali, siishi na yeye. Kwani anameza hizi dawa alikuwa anafanya nini? Akatoka mbio kwenda kwa kaburi.